Okay, kwa kauli hii ya kwamba labda Mheshimiwa Rais amedanganywa au hajadanganywa, nataka nitoe ufafanuzi ili kwa sababu inahitaji ufafanuzi hasa wilaya ya Mwanga, kwa sababu sisi wananchi wa wilaya ya Mwanga sio wadogo kiasi hicho. Jambo dogo tu tuna uwezo wa kulisema kivingine. Sasa nataka nitoe elimu kidogo kwa uelewa wangu na ufafanuzi na utafiti wangu nilioufanya wa kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais, kwamba amesema ukweli au alidanganywa. Hapo ndo nataka nijaribu kufafanua vizuri. Mheshimiwa Rais, ni kweli unaweza ukaambiwa au ukadanganywa na ukaambiwa maneno ambayo sio ya kweli. Unaweza ukaambiwa na watu wengi, hata wasaidizi wako wanaweza wakakudanganya, hata vyombo vya usalama vinaweza vikakudanganya. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka nikwambie sio mkoa wa Kilimanjaro, hasa Mwanga. Nasema hivi kwa sababu gani? Mkoa wa Kilimanjaro kwa sasa, kuanzia kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kilimanjaro, hasa wilaya ya Mwanga, kamati ya ulinzi na usalama na vyombo vyote vya usalama wilaya ya Mwanga viko makini mno. Yaani viko makini mno Mheshimiwa Rais. Viko makini mno kiasi kwamba mpaka wewe kufika hapa ulipofika tarehe 9, kama ni kudanganywa, yani nafasi ni ndogo sana. Nataka kusema nini? Nataka kusema hivi Mheshimiwa Rais, ulioambiwa na waziri wa maji, ulioambiwa na viongozi wa mkoa wa Kilimanjaro, mkuu wa mkoa na kamati yake ya ulinzi na usalama wilaya mkoa, ulioambiwa na kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Mwanga, yote ulioelezwa kuhusu maji, upatikanaji wa maji katika wilaya ya Mwanga ni ukweli 98%. Mwanga maji ni mengi. Mheshimiwa, maji ni mengi sana. Swala la kusema kwamba unaweza kudanganywa au kama umedanganywa, najua wanaweza wakatokea watu wenye nia mbaya, wasio na nia njema na serikali yako, wasio na nia njema na utendaji wako, wenye chuki binafsi tu. Wanaweza wakazungumza maneno mengi kwamba mama amesema uongo, ametudanganya, alidanganywa na nini. Wanaweza wakasema hivyo, lakini sio kweli kwamba ulidanganywa. Ni kwamba ulioambiwa kuhusu upatikanaji wa maji katika wilaya ya Mwanga, na mimi mmoja wapo nikiwepo mwananchi wa Mwanga, ni ukweli 98%. Hizo mbili nitasema kwa nini. Sasa ukweli huu uko hivi. Kutoka kwenye bwawa la Nyumba ya Mungu, kwenye mradi uliouzindua, mpaka hapa kwenye tenki kubwa kwenye mji wetu wa Mwanga, bomba linalotumika la maji kutoka kule Nyumba ya Mungu kuja hapa ni bomba kubwa la nchi zaidi ya 12, kwenye 14 mpaka 12. Kutoka kwenye hilo tenki kubwa la maji kunatoka bomba la kuanzia nchi 6. Kuna bomba la nchi 6 linatoka pale. Kwa kutoka Nyumba ya Mungu kwenye bwawa, chanzo cha maji pale, kuja kwenye tenki kubwa ni kama nchi 12, 14 nilivyoona hayo mabomba na nimeyafuatilia. Ukitoka kwenye lile tenki kubwa, kuna bomba linalotoa maji kwenye tenki kubwa, sasa linapita kwenye maeneo ya serikali, nikiwa na maana pembezoni mwa barabara za TANROADS na TARURA, maeneo yote ya serikali, maana mabomba mengi hayapitishwi kwenye maeneo ya watu. Ni mabomba ya nchi 6, na yanapopitishwa, ambapo tayari kote yameshapitishwa hayo,
Lakini pia kuna mabomba yanapitishwa ambayo ni ya nchi 4, nchi 3 mpaka 2. Haya yanapitishwa pia kwenye mitaa ya kwenye serikali, kwenye vitongoji na kwenye mitaa, yanapitishwa maeneo tu ya serikali yanapitishwa. Sasa maji kuwepo kwenye wilaya ya Mwanga, kwa msingi huo, kuanzia bomba la nchi 12, 14, nchi 6 mpaka nchi 3 na nchi 2, mabomba yote hayo maji ni masaa 24. Maji ni masaa 24, yako muda wote, maji hayakosekani. Kwa hiyo hata hapa kwangu limepita bomba la nchi 2, kubwa tu la nchi 2. Kwa maana yake haya mabomba ya nchi 2 hayaendi kwenye makazi ya watu. Mabomba ya nchi 3, nchi 4 hayaendi kwenye makazi ya watu, na gharama zote ni za serikali. Lakini sasa tunazungumzia kwenda kwenye nyumba za watu, kwenye makazi ya watu, kwenye kaya. Kwenye kaya kunahitajika 3/4, bomba ndogo ambazo ni za nusu inchi na 3/4 za bomba, ambapo sasa ili maji yafike kwenye kaya, yafike kwenye nyumba za watu, kwenye makazi ya watu, maji yale yanatakiwa yatolewe kwenye mabomba ya nchi 2, yatolewe kwenye mabomba ya nchi 3, ili yaende yafike kwenye kaya na nyumba za watu. Sasa basi, Mheshimiwa Rais, tamko lako la kwamba maji ni masaa 24 na yanapatikana na yapo, ni kuanzia bomba la nchi 12 au 14 mpaka nchi 2, ambayo hayo gharama ni za serikali. Hakuna mwananchi anayehitajika kufanya lolote hapa, ambao sasa wajibu huo serikali au idara ya maji au wizara ya maji kupitia SAMWASA wamejitahidi, wamefanya hivyo, na ndio maana kauli yako na iunga mkono 98% kwamba maji ni masaa 24. Lakini mheshimiwa na ndugu wananchi na viongozi wa dini wenzangu, maji ya 3/4, bomba la 3/4 au nusu inchi au nchi 1, bomba la kwenda kwenye nyumba ya mtu, serikali haina uwezo wala mamlaka ya kumwekea mtu maji ndani kwenye nyumba yake bila yeye kuomba. Kwa hiyo kuna kaya nyingi ziko hapa Mwanga, nyumba nyingi sana hazina maji, sio kwa sababu maji Mwanga ni ya shida, ni kwa sababu hawajaomba kuunganishiwa maji. Jambo ambalo kuna huyu mheshimiwa Injinia Rashidi, wa msimamizi wa kama meneja au mkurugenzi wa maji wa SAMWASA, huyu Injinia Rashidi, yeye na timu yake wamekuwa wakilipigia kelele jambo hilo. Maji haya yako mwisho kwenye bomba la nchi 2. Kwa hiyo tukiongelea maji kuwepo masaa 24, tunazungumzia mwisho bomba la nchi 2. Na mabomba ya nchi 2 hayaingii kwenye makazi ya watu, kwenye kaya za watu. Yanapita tu kwenye maeneo ya serikali, barabara za vichochoro na maeneo mbalimbali ya kiserikali, na kwa watu binafsi yanaweza akapita kwenda kuhudumia watu wengine. Lakini ili maji yafike katika kila nyumba, kila kaya iwe na maji, ni lazima hao watu au hao wenye kaya au mwenye kaya mwenyewe aombe. Ni ngumu sana idara ya maji au viongozi wetu hao wa serikali wa maji kulazimishia mtu kumpelekea maji wakati hajaomba, na sheria na taratibu zinasema aombe. Sisi wote tunatakiwa kuomba maji, jambo ambalo ni ukweli usiopingika, Mheshimiwa Rais, kwamba
huyu ndugu Rashidi, Injinia Rashidi, ambaye ndio mkurugenzi wa maji hapa wilayani kwetu Mwanga na anasimamia mpaka Samwasa, ndugu Rashidi amekuwa mtu wa pekee sana. Yaani mtu ambaye amesaidia sana watu wengi. Wako watu waliounganishiwa maji na wako wengine wanaendelea kuomba, lakini yeye na timu yake usiku na mchana na kwa kutumia magari na matangazo mbalimbali wanazunguka wakisema, wananchi, mtu yoyote anayehitaji maji afike ofisi za Samwasa ili aweze kuomba na aunganishiwe maji. Lakini sio yale maji ya bomba la nchi 4 au nchi 2, mwisho ni kuanzia 3/4, ambapo maji ni mengi mno. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais na viongozi wote wa serikali ambao na watu wote ambao mmesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais kwamba amesema kweli au alidanganywa, mimi nawaambia kwamba alisema ukweli na 98% aliyoambiwa ni ya kweli. Maji wilaya ya Mwanga ni mengi masaa 24. Isipokuwa sasa kuwafikia wale walengwa wa ndani kwenye kaya kule, kunahitaji kila mwenye kaya na kila mwenye nyumba yake aombe ili aunganishiwe maji. Jambo ambalo Rashidi ambaye ndio mkurugenzi, Injinia Rashidi ambaye ni mkurugenzi wa Samwasa amejitahidi usiku na mchana, yeye na timu yake. Naona wakizunguka na kuwaelimisha watu na kuambia watu, jamani, ombeni tuwafungie maji, ombeni tuwafungie maji. Kwa hiyo wako watu wasio na nia njema. Wanafikiri kwamba labda mabomba kutoka nyumba ya Mungu yote atakuja na nchi 12 yaende kwao. Au wanafikiri kwamba serikali itakwenda iwafungie maji kwenye nyumba zao bila kuomba. Wengine wana nia mbaya tu, wanabaki kusema kama mimi hapa wanakujaga watu wengi sana kutaka ushauri. Hapa ofisini kwangu wanakuja watu wa kila aina kuomba ushauri na nini, na wengine wanaletea kero mbalimbali. Kila siku unakuta watu wanakuja kutoka maeneo mbalimbali. Wengine wanatoka hata wilaya za jirani na mikoa jirani wanakuja kuomba ushauri hapa. Kama kiongozi wa dini inabidi niwahudumie wote. Nataka niseme kwamba maneno au kauli ya Mheshimiwa Rais ni ya kweli. Wilaya ya Mwanga sasa hivi hatuna shida ya maji. Maji ni mengi sana. Wananchi, mimi nawaomba kama anavyotutangazia Injinia Rashidi, mkurugenzi wetu wa maji Samwasa, basi naomba na timu yake kwamba wote sasa tuombe. Una shida ya maji, nenda pale, jaza fomu, omba maji, utafungiwa haraka sana na utaona maji masaa 24 yanatoka. Hao wengine ambao wamezoea midomo tu na kuongea ni watu wasio na nia njema na serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wale wenye nia mbaya na wenye kutaka tu kuchafua, wasiotaka kuongea mazuri, wasiotaka kunena mazuri, waliojawa na chuki tu binafsi, wanaotaka kuona kila baya tu, wao wanaona mabaya, hao ndio wataendelea kuongea. Lakini mimi nawaambia, acheni maongezi mengi, hacha maneno mengi, jaza fomu, uunganishiwe maji. Mungu awabariki. Asanteni sana. Jina langu ni Bishop Ikongo. Amen.